Ningependa tujifunze kitu kidogo. Ningependa tufungue Biblia zetu the book of Luke chapter 19. Luke chapter 19 from verse 1 inasema, Jesus entered Jericho and was passing through. A man was there by the name Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Underline the word wealthy. Alikuwa mtu tajiri. He wanted to see who Jesus was, but being a short man, underline the word short, that is the limitation he had. He was a short man. Huyu mtu ni mtu ambaye ni tax collector, na Biblia inasema kwamba alikuwa chief tax collector, kumaanisha alikuwa mtu, Biblia pia inasema alikuwa mtu tajiri sana, kwa sababu utajiri wake ulikuwa unatokana na kwamba yeye alikuwa tax collector but hakukuwa ameokoka. Kwa hivyo angeweza kuchukua zile fedha zingine anazificha, na katika hiyo hali ya kuficha zile pesa, Biblia inasema alikuwa mtu tajiri. Lakini kuna kitu kimoja kuhusu huyu mtu ambacho kilifurahisha Yesu Kristo, ya kwamba Biblia inasema he wanted to see who Jesus was, but being a short man he could not because of the crowd. So he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. When Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Bwana asifiwe. Huyu mtu, isipokuwa alikuwa mtoza ushuru na alikuwa tajiri, alifanya kitu ambaye watu wengi wawezi kufanya, ya kwamba roho yake ilitamani sana kuona Yesu Kristo. Na wakati aliambiwa kwamba Yesu Kristo atapita mahali hapo, huyu mtu alijiangalia, akaangalia umbo lake, akajua kwamba mimi kweli hata nikisimama wapi sitaweza kuona Yesu. Nikiwa nitaenda na crowd, nikiwa ndani ya watu wengi, sitapata fursa ya kumwona Yesu Kristo. Kwa hivyo mtu huyu akaanza kufikiria, akaanza kupanga kwa akili zake, akakaa akisema, nitafanya aje ili niweze kuona Yesu Kristo. Wengi wetu wakati tunakuja kanisani, wakati watu wanaondoka manyumbani kwenda kanisani, unapata ya kwamba unazuiliwa. Pengine wewe ni mlevi, unazuiliwa kwamba watu ambao tunakuwa nao mahali tunakunywa, wakiniona ninaenda kanisa, watasema ati Zakayo alikuwa hapo mahali. Pengine ukikuja kanisani ungependa kuokoka,
ungependa Yesu akufanyie jambo fulani, lakini kwa sababu kuna watu wanakuangalia, wakati hata unataka usimame uende uambie pasta niombee mahali fulani, unaangalia hivi, unaona jirani, unaona huyu jamaa si ananijua, akiniona nikisimama atasema aje. Kwa hivyo unakuwa pale, hauwezi kupata miujiza yako. Zakayo alikuwa pale. Topic yangu ya leo inasema touching God's heart in an extraordinary way. Touching God's heart in an extraordinary way. Kwa hivyo ilibidi Zakayo afanye jambo ambalo lilikuwa extraordinary. Imagine mtu ambaye ni chief tax collector, anafanya kazi kwa KRA ya nchi. Yeye ni chief tax collector, ni mtu anakaa kwa ofisi, kama ingekuwa Kenya anakaa kule Nairobi kwa ofisi kubwa. Lakini kwamba huyu mtu kila mara alikuwa anatamani lazima siku moja nikutane na nimuone Yesu Kristo. So mtu huyu akafanya jambo ambalo ni extraordinary. Alikimbia wakati alijua Yesu anaenda kupita hapa, akatafuta mti wa fig tree, sycamore fig tree. Sijui kama kwa Kiswahili hapa mahali nisome 19:5 kama uko na Kiswahili. Number 4. Yes. Amen. Number 4 inasema akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumwona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba huyu mtu alikimbia na akapanda kwa mkuyu. Ningependa kukuuliza wewe, wakati unatamani Yesu Kristo, ni jambo gani wewe ufanye? Wakati unataka Yesu Kristo akutendee jambo, unaenda to which extent? Ama unakaa tu pale unafikiria tu Yesu atakupata tu, utakuja tu na umati na Yesu atakuona? Kama Zakayo angeendea kwa umati, Yesu angeweza kumuona. Lakini wakati aliona mkuyu uko karibu, alikimbia akapanda ule mkuyu, akasema lazima leo nitamuona huyu Yesu, nitamuona huyu Yesu. Lakini kitu ambacho kilifanyika, Yesu alitambua Zakayo, aliweza kuona Zakayo. Bwana asifiwe. Yesu aliweza kuona Zakayo na akajua huyu mtu kweli ametamani kuniona. Number 7. All the people saw this and began to mutter. He has gone to be the guest of the sinner. Nilichelewa kusoma number 5 inasema when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Zakayo, katika kile kitendo cha kwenda kupanda mkuyu, Yesu alisema shuka Zakayo na uje leo, nataka niende nikae nyumbani mwako. Wakati unapanda, unafanya kitendo cha kumpendeza Yesu Kristo. Wakati unapanda, unafanya jambo lisilo la kawaida. Yesu Kristo anaweza kuona roho yako na lazima atakuja kwa hali yako na atatenda jambo ambalo
litasuluhisha hiyo shida yako. Kwa hivyo namba 7 nasema case of Sasina. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, "Look, Lord, here and now I give a half of my possession to the poor, and if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount." Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Wakati Yesu aliweza kuona Zakayo, wakati Zakayo aliweza kukaribisha Yesu, Zakayo aliweza kuona mahali ambapo alikuwa ameenda kando, na akasema ya kwamba ile 20 million, ile 50 million ambaye alikuwa ametengeneza, akasema nusu yake anatoa iende kusaidia maskini. Bwana asifiwe. Kulikuwa na maskini pale kweli. Wakati hizo pesa zilitolewa, maskini waliendelea kuwa pale, umaskini ulipungua. Bwana asifiwe. Kwa maana Zakayo alitoa mali yake nusu kwanza kwa maskini. Kitu cha pili, akasema ya kwamba kama kuna mtu ambaye nilinyang'anya wakati nilikuwa nampata hana ushuru na nikamnyang'anya, ninamrudishia mara 4. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa na restoration. Wakati Yesu alikuja kwa maisha ya Zakayo, kulikuwa na restoration. Kitu cha tatu, kulikuwa na salvation. Bwana asifiwe. Zakayo alipokea wokovu, na hiyo yote inatokana na something that he did that was extraordinary. Kwenda kupanda mkuyu. So swali langu ni kwamba, are you just living like other people? Are you just living like an ordinary person? Ni nini unafanya ambacho kinaweza attract Yesu Kristo kwa maisha yako? Ni jambo gani unafanya kutafuta uwepo wa Yesu Kristo ili akuje akabiliane na jambo ambalo linakusumbua? What are you doing different? What are you doing different to free yourself from the struggles, from the affliction ambayo iko kwako? What are you doing different? Wewe ni mtu tu wa kawaida, kwenda tu kwa kanisa Jumapili na kutoka. Bwana asifiwe. Ningependa kuangazie kesi nyingine. Topic yangu ni touching God's heart in an extraordinary way. Zakayo alipanda miti. Wewe umefanya nini? Ningependa kuangalia kesi nyingine ambayo imeangaziwa kwa Bible na watu watatu. Imeangaziwa na Matthew, imeangaziwa na Luke na imeangaziwa na Mark. Lakini nitasoma yule mwenye ako katikati. Nitasoma the book of Luke chapter 8. Luke chapter 8 from verse 40. Luke chapter 8 from verse 40. Luke chapter 8 from verse 40. Nitasoma, inasema, now when Jesus returned, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Then a man named Jairus, a ruler of the synagogue, came and fell at Jesus' feet, pleading with him to come to his house, because his only daughter, a girl of about 12, was dying. So
So as Jesus was on his way, the crowd almost crushed him. And a woman, sasa hiyo ndio topic yangu, and a woman was there who had been subjected to bleeding for 12 years. Underline the word 12. 12 years. Miaka 12. Huyu mwanamke alikuwa anafuja damu. But no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of the cloak, and immediately her bleeding stopped. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ukisoma Luke chapter 8:40-48, usome Matthew chapter 9 from verse 21, alafu Mark chapter 5 from verse 21, ndio utapata the full story. This woman alikuwa ameugua miaka 12. Mwili wake ulikuwa unatoa damu kila siku, na Biblia inasema ya kwamba wakati alijaribu kutafuta uponyaji, ndio hali yake ilizidi. Bwana Yesu asifiwe. Alitembea kila pahali, alienda kwa kila mganga. Nikisema mganga na maanisha daktari. Bwana asifiwe. Wenye wameenda Tanzania, daktari ni anaitwa mganga. Bwana asifiwe. Kwa hivyo alitembelea waganga wa kila aina ili apate uponyaji. Na huyu mwanamke alitumia rasilimali zake zote. Ukoo ikamfaka. Mnajua wakati mtu ni mgonjwa, anaanza na pesa zake, jamii inaingilia, inafanya michango ya hapa na pale, community inaingilia, inajaribu, inafanya harambee, wanaita MCA, MP, ili apate uponyaji. Lakini hizo njia zote alijaribu, na kila mara wakati alikuwa anaenda kwa huyu mganga, inapatikana ya kwamba hali yake inazidi. Kwa hivyo kila mara hali yake ilikuwa inazidi kuwa mbaya hadi mbaya. Kwa hivyo huyu mwanamke akawa anajiuliza, what am I going to do? So tunasoma verse 47, verse 45, who touched me? Kwa hivyo huyu mwanamke 44 inasema she came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Kwa hivyo huyu mwanamke baada ya kuteseka miaka 12 aliamua kwa roho yake kwamba atatafuta Yesu Kristo na atakuza pinde la nguo yake. Na kwa roho yake akawa amesema, wakati nitakuza nitapona. Kwa hivyo huyu mwanamke alikuwa na imani ya hali ya juu. Wewe unafanya nini kuondoka kwa hali ambayo uko ndani? Ni jambo gani ambalo limekusumbua miaka mingi? Na wewe, what step have you taken? Huyu mwanamke alitake a